Wanaume wengine hawajui kuwa na wao wanaugua UTI, wanafikiri UTI ni kwa wanawake tu. Sasa nakupa hii hali, mwanaume yeyote ambaye anaugua UTI ana asilimia 100 hata kupoteza uwezo wake wa kushiriki tendo la ndoa. Ukiziona dalili hizi, wahi mapema kituo chochote kilicho karibu yako, au nitafute nikupatie suluhisho la kudumu. Sawa. Dalili ya kwanza ni ile hali ya maumivu wakati wa kukojoa, aidha wakati wa kuanzisha mkojo au kumaliza mkojo. Dalili ya pili ni ile hali ya kukojoa mara kwa mara, hasa nyakati zinaweza zikawa nyakati za usiku, na mkojo wenyewe unaokojoa unakuwa unatoka na maumivu. Jamani, dalili hii usiifananishe na ile ya mwanaume mwenye tezi dume. Ila dalili nyingine ni maumivu chini ya kitovu, sawa, kwa maana maeneo hayo ndio kinakaa kibofu cha mkojo. Ile dalili nyingine, mwanaume huyu huwa anapoteza uwezo wa kushiriki tendo la ndoa. Sawa. Dalili nyingine ni kuwahi kupata miwasho aidha eneo lake la kichwa. Hii huwa inatokea mara chache. Kumbuka, shambulizi hili likiendelea kwa muda mrefu kwa mwanaume ni athari mojawapo au ni chanzo kikubwa kinachopelekea mwanaume huyu kupata changamoto ya figo, yani mawe kwenye figo yako. Ila vile vile hali ikikaa kwa muda mrefu, huyu mwanaume anaweza kuanza kukojoa mkojo uliochanganyikana na damu. Ni vyema kujitibia mapema kabla tatizo halijawa kubwa zaidi, kwa maana afya yako ndio kipaumbele chako. Hivi ulivyo leo ni kutokana na afya ulio nayo. Usiache kufuatilia vipindi vyangu, ila vile vile usiache kushare kwa watu wengi ili wapate elimu hii.